Katika mwelekeo wa Dira ya 2050, nchi yetu inauelekea uchumi wa dola za Kimarekani trilioni 1, sawasawa na pato la mtu mmoja dola 7,000 kwa mwaka. Malengo haya ya dira yana uhusiano wa moja kwa moja na rasilimali za maji. Wakati dira inajipambanua kufikia uchumi wa trilioni 1, inahitaji kuongeza umeme kutoka kwa wastani wa kilowati 3,000 kwa mtu kwa siku mwaka 2050. Kiasi hiki cha umeme ni sawasawa na megawati 70,000. Na kwa takwimu zetu, sehemu kubwa ya umeme huo itatokana na maji. Vile vile nchi yetu imejipambanua kuwa mzalishaji mkuu wa chakula kati ya nchi 10 duniani na kuwa kanda maalum ya uzalishaji wa chakula Afrika. Kutimiza lengo hili, dira inaelekeza kuongeza hekta za umwagiliaji kutoka wastani wa hekta milioni 1 kwa sasa kufikia wastani wa hekta milioni 44. Umwagiliaji ni maji. Katika kuyazungumza haya mawili peke yake, utaona muunganiko wa moja kwa moja kati ya rasilimali za maji na uchumi wa taifa. Kubwa kabisa, usalama wa maji ni usalama wa taifa. Kazi hii ya usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji inafanyika kupitia bodi za maji za mabonde. Na umuhimu wa bodi ya maji bonde la Ruvu, inasimamia mikoa ambayo inachangia kwa asilimia 27 la pato la taifa. Mikoa hiyo ni Dar es Salaam ambao ni kitovu cha ukuaji wa kiuchumi, mkoa wa Pwani ambao sasa hivi imekuwa ni kongani ya viwanda, mkoa wa Morogoro ambao ndio kitovu cha shughuli za kilimo, makao makuu ya Tanzania kwa maana ya Dodoma ambayo ni jiji la kiuchumi na ni kitovu cha mji mkuu wa Tanzania. Bonde la Rufiji ndo bonde kubwa kuliko yote nchini Tanzania, linachukua asilimia 20 ya nchi ya Tanzania, lakini pia ni bonde lenye maji mengi kuliko yote kwa sababu linazalisha zaidi ya asilimia 32 ya maji yote yanayozalishwa nchini Tanzania kwa kila mwaka. Bonde la Rufiji linachangia jumla asilimia 70 ya umeme wote unaozalishwa nchini Tanzania. Lakini haishii hapo tu. Bonde la Rufiji linachangia pato la taifa kati ya asilimia 15 mpaka 18 ya pato la taifa. Bonde letu la Ziwa Nyasa, sisi tunavyo vitu ambavyo ni vya kipekee. Sisi ni bonde la pili kwa wingi wa maji. Ukiangalia Ziwa Nyasa lenyewe lina zaidi ya viumbe 1,000 ambavyo vinaishi kwenye lile ziwa, na hii ni rekodi kubwa zaidi duniani. Ukija kwenye bonde la Ziwa Nyasa ndiko sehemu pekee utakuta katika mabonde yetu yote tulionayo Tanzania tuna maziwa ambayo yanatokana na volcano. Zaidi ya hiyo, tuna maeneo ambayo yana uwezekano wa kuzalisha umeme. Tuna maporomoko ya kutosha. Ukiangalia kwa jumla uwezo, yaani ile capacity ni megawati 1,072. Ni bonde muhimu sana kwa sababu liko nyanda za juu kusini, na ndio maeneo ambayo ni mikoa ambayo ina kilimo kwa kiwango cha juu sana. Mkoa wa Njombe, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Ruvuma. Karibu Mtwara, yaliko makao makuu ya bonde la Ruvuma na Pwani ya Kusini, na huu mmea mkorosho ndio utambulisho mkubwa wa mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo umuhimu wa bonde letu pia ni kuhakikisha kwamba zao hili la korosho linamea vizuri na kuongeza uzalishaji kutokana na utafiti tunaofanya na kuchimba visima katika kuhudumia mashamba hayo ya korosho. Mto mkuu kuliko yote ni mto Ruvuma ambao una takribani ya urefu wa kilomita
800. Huenda ndio ukawa mto mrefu kuliko mito yoyote tulionayo nchini, na unatiririsha maji yake katika nchi 3: Msumbiji ambayo ina 65%, Tanzania ina 34% na Malawi ina 0.3%. Wa Bodi ya Maji Bonde la Kati ni kwamba maji yake hayatiririki kwenda kwenye vyanzo vikuu vya maji, mfano baharini. Maji yake hutiririka kwenda kwenye maziwa, na tunayo maziwa makuu 3. Tuna ziwa Manyara, tuna ziwa Eyasi na tuna ziwa Natroni. Kwenye haya maziwa tuna ziwa, mfano ziwa Natroni ni ziwa ambalo linafanyika kwa shughuli za kiutalii. Pale kuna ndege ambao wanajulikana kwa jina la flamingo, ambao watalii wengi huwa wanaenda hapo. Na upekee wa bonde hili ni kwamba ni bonde ambalo lina mbuga za wanyama. Tuna Tarangire, kuna Manyara na tuna Ngorongoro. Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni ziwa la kwanza kwa ukubwa barani Afrika na la pili kwa ukubwa duniani. Maji yake ni shirikishi kati ya nchi 5 kwa maana ya Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda na Rwanda. Kwa hizo ni nchi ambazo zinatumia katika bonde la Ziwa Victoria. Bonde la Ziwa Victoria lina umuhimu mkubwa katika shughuli za kiuchumi na kijamii na kiutamaduni, kwa sababu Ziwa Victoria inahudumia watu zaidi ya milioni 45. Kwa hiyo Ziwa Victoria kwetu sisi kama Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria tuna kauli mbiu yetu ambayo tunasema ziwa letu, uchumi wetu, tulitunze.